Hapa tulipo tumekuja kwa mafundisho, kwa zoezi la kuelezwa vile tutafanya kazi. Tumeshikana pia na mayuthi. Mayuthi saa hii pia wataingia mtaani na tutafanya kazi nao. Kazi yetu sisi kama vijana ni kuhakikisha kwamba hakuna ubaguzi wala hakuna dhulma kwa community. Sana sana hapo tunajaribu kusuluhisha ile janga la ukosefu wa ajira kwa vijana. Tumeanza kutoa watu masikio taka kwa sababu sasa watu wameanza kujijua na wanajua hata maisha yao watachukua kiviki katika community. Kama young mother ambaye kupata lesson ambayo amegive up. Kupata mtoto kwa mdogo haimaanishi ni mwisho wa maisha. Usaidizi uko Shofco, especially kwa skills, especially kwa business entrepreneurs, especially kwa wenye wako ready kujiendeleza kimaisha. Shofco ndo suluhisho. Shofco maana kuwa ndani ya Shofco kuna faida yangu na yako. Kwa majina ninaitwa Elina Nyevu. Elina Nyevu. Tukiangalia hapa tuko hapa kwa sababu ya Shofco. Labda kwenye kitengo cha Shofco wewe uko kwenye kitengo gani? Mimi kitengo changu ni kitengo cha kusajili watu kuingia Shofco. Kwa hivyo ninaweka watu pamoja ambao hawako pamoja. Tunaweka pamoja kama makundi, alafu wanatoa registration wanaingia Shofco. Okay, labda pengine kwa faida ya mtazamaji ambaye yuko pale nje na leo hii ndo anasikia kuhusu Shofco. Labda ungemueleza ajue umuhimu wa yeye kuwa ndani ya Shofco ni upi? Umuhimu wa kuwa ndani ya Shofco ni kuwa pamoja, kwa sababu ukiwa peke yako huwezi kufanya mambo zaidi. Kwa hivyo wewe ukiwa na wenzako hapo mnaweza kuwa na mawazo ya maendeleo. Unajua mkiwa pamoja mnapanga mambo yenu na kama ni maendeleo yanaanza pale. Lakini ukiwa peke yako unawaza kama wewe na hakuna umoja. Lakini mkiwa mna umoja huwa kuna vitu mnawaza zaidi na mnafaidika kwa umoja. Okay, labda pengine kufikia saa hii umekuwa na uwezo wa kutengeza makundi mangapi? Mimi kwa saa hii nimekuwa na uwezo wa kutengeza makundi katika wodi yangu, makundi 100. Makundi 100. Yeah. Okay, labda pengine changamoto ambazo huwa unapitiana nazo, kwa sababu unajua kila mtu huwa ana mambo yake, ana hasira zake. Wewe unawezaje kucontrol makundi yote yale? Mimi kwa ufupi kule kuweza kuyacontrol hayo makundi ni kwamba wakati mwingi unakuwa nao karibu, unawatembelea. Wakati mwingi nawatembelea, wana siku zao za kukutana na watembelea. Alafu pia mimi mwenyewe nikaweka siku ya kila mwezi mara moja, ninawakusanya wote pamoja. Kwa hivyo wanakuwa pamoja, alafu tukaja pamoja tukawa na sauti moja, tukasema wacha tutengeze CBO. Kwa hivyo CBO si group moja, tukatengeza grupu nyingi, tukatengeza CBO. Tukapata certificate. Tulipomwambia CEO wetu Kennedy Odem akaja akatupatia grants ya pamoja ya kulingana na ile certificate yetu. Tukaanzisha kilimo biashara. Kwa hivyo hivi mimi nimesimama kufuata vile vikundi vyangu. Vile vikundi nimesema ni 100, mimi nafuatilia kila grupu iwe na certificate. Na ikiwa na certificate ndio hata tunaingia kwa serikali. Kuna pesa za women rep. Kule kuna pesa nyingi za serikali ambazo wakati mwingine zinasemekana zimekuja hazikuchukuliwa na zimerudi. Sasa kama zimerudi ni kwamba watu hawana certificate. Lakini uko na certificate, una uwezo wa kuingia hata serikalini kuchukua ile pesa na mkafanya miradi yenu. Kama ni ya kurejesha unarejesha pole. Sasa watu kwa sababu walikuwa hawajui ndio unakuta mambo yalikuwa hayaeleweki. Lakini sasa ni kama watu sasa tumeanza kutoa watu masikio taka kwa sababu sasa watu wameanza kujijua na wanajua hata maisha yao watachukua kiviki katika community. Kwa hivyo hivi tuko na harakati katika zile groups zetu. Kila group tuhakikishe ina certificate. Alafu tu nashukuru hata tumemwona women rep akasema mkiwa na certificate mfungue account. Ile account kama mmefungua, mimi niko tayari zile pesa zenu pale za grants nitapata hizo groups zako. Kwa okay. Unakuta labda neno la mwisho, labda neno la mwisho kwa yule mama ambaye yuko pale nje anakutazama. Neno langu la mwisho ambalo ninaweza kupatia yule mama ambaye yuko pale nje na ananitazama. Shofco iko kila pahali. Mimi Shofco Kilifi. Hapa tulipo tumekuja kwa mafundisho, kwa zoezi la kuelezwa vile tutafanya kazi. Tumeshikana pia na mayuthi. Mayuthi saa hii pia wataingia mtaani na tutafanya kazi nao. Kwa hivyo mimi ninasema mahali popote ambapo uko, ukisikia mahali kuna ofisa wa Shofco, maana Shofco iko Kilifi, Malindi, Taita, Nairobi. Sasa mahali huko karibu kuna ofisa karibu wa Shofco ama youth ambao unajua huyu ni yuko ndani ya Shofco, mfuate ili ujisajili
uwe ndani ya Shofco, maana kuwa ndani ya Shofco kuna faida yangu na yako. Asante sana. Kwa majina naitwa Swalehe Tsuma Munga, mkazi wa Rabai Sub County, nimetokea Mawesa Ward na mimi ni youth leader pale Mawesa Ward, nikiwa nawakilisha vijana wenzangu katika shirika la Shofco, The Shining Hope for Communities. Ikiwa founder wa hii organization anaitwa Dr. Kennedy Odede, na tunashukuru Dr. Kennedy Odede kwa kutupea opportunity sisi kama vijana katika program ya Youth Voice and Empowerment, at least sauti zetu pale mashinani kama vijana siweze kusikika na tuweze kupigania haki zetu kama vijana, na tuweze pia kujua umuhimu wa wale viongozi ambao tunawachagua, kazi ya MCA, kazi ya mbunge, na tujue umuhimu wa miradi ambayo inaletwa katika world level na hata national, at least tuwe tunaweza ilinda na iweze kunufaisha mwananchi pale mashinani. Kazi yetu sisi kama vijana ni kuhakikisha kwamba hakuna ubaguzi wala hakuna dhulma kwa community, kutokana na leadership ambayo sisi wenyewe tutakuwa tumechagua wale viongozi watuwakilishe katika bunge zote mbili katika taifa letu la Kenya. Okay, labda pengine ningekuuliza, kwa sababu tukiangalia ground mambo ni tofauti sana. Vijana wengi wametumika vibaya. Na naona nyinyi kama mayuthi mnaingia uwanjani kutafuta vijana, kuwaelimisha. Na najua huwa inakuwa ni changamoto sana, kwa sababu unapoita vijana wengi wanajua ni wale tu. Labda swala hilo nyinyi mnawezaje kulimanage? Kutokana na hali kama hiyo, vijana wametumika vibaya kwa sababu ya mirengo ya kisiasa. Wakati wa campaign utakuta hawa wako UDA, hawa wako ODM. Sasa vijana ile wakati wanatumika pia kuleta rapsha, kuvuruga mikutano ya watu wengine kwa sababu ya kupewa ile kitu ndogo. Hii program ya vijana ilipokuwa launch mwaka juzi mwezi wa 11 kama sijasahau, pale Kilifi, tunashukuru mwaka 2023 hapo ndo hii program ilikuwa launched, na tulipoingia mashinani tukajaribu kuelimisha vijana ya kwamba waweze kuelewa, wasivurugwe na mirengo ya kisiasa, tuwe na lengo ya sisi vijana kuja pamoja kwa umoja na tufanye kitu ambayo itakuwa ni sustainable katika maisha yetu. Tuone ni nini tunaweza fanya miradi gani ambayo itakuwa inatuletea income, badala ya kukaa na kufikiria kuajiriwa, kwa sababu sasa hata masuala ya kuajiriwa hapa Kenya ni paka uwe na kitu ndogo. Lakini sasa kutokana na hizi program ambazo tuko nazo na tunafanya mentorship mashinani, vijana wengi wameelewa, na sahihi kila kijana kufikia sahihi kuna vile anajituma. Okay. Na labda kwa faida mtazamaji ambaye yuko pale nje sasa anakutazama. Labda ameona kuna mradi ambao umeanza na ule mradi haujafika mwisho. Je, ni njia gani ambayo ungemshauri wewe kama youth leader ambao anaweza kufanya? Mimi ningemshauri ya kwamba ule mradi ambao umeanzwa na haujakamilika, tuko na kitengo cha advocacy and lobbying. Tuone kwanza huu mradi ambao uko hapa, je ni wa MCA ama ni wa governor, because kuna mradi umekuja ni wa ward level na kuna ule umekuja ni wa county level, ambapo kama ni MCA lazima tufuate sheria na tujue huu mradi ulianza mwaka gani na contractor alipewa pesa ngapi, ama BQ ilikuwa inasemaje, na ni nini ilihappen mpaka huu mradi ukasimama. Na tukishajua hiyo, tukipata zile njia za kwamba sasa tunaweza fikia pale mahali husika uweze kufika na tupaze sauti, at least ule mradi uweze kuangaziwa na ukamilishwe ili unufaishe wananchi pale mashinani. Okay, mimi naitwa Winnie Kalaze. Kwa faida ya kijana ambaye yuko pale nje, labda pengine ungemshauri vipi kuhusiana na Shofco, anaweza akabenefit? Ningependa kumwambia Shofco ni nzuri sana sana kwa upande wa vijana. Kuna mambo mengi vijana wanaweza pata, hata mafunzo ya kibiashara yenye inaweza wawezesha pia waweze jiunga, pia wajiunge na Shofco Sacco waweze kupata hata pesa za mikopo wajiendeleze kibiashara, ambapo wanaweza ajiri vijana wenzao. Sana hapo tunajaribu kusuluhisha ile janga la ukosefu wa ajira kwa vijana. Okay, labda pengine madam ningekuuliza swali moja. Kuna young mother pale nje ambaye ame give up kwenye maisha, na hususan nyinyi kama mayouth na mko kwa Shofco, labda pengine ungemshauri vipi?
Mimi ningesema kama young mother ambaye kupata ile namba give up. Kupata mtoto kwa mdogo haimaanishi ni mwisho wa maisha. Kwa hivyo ningemshauri ya kwamba simama sahihi, pick the broken pieces of you na uangaze tena. Jitambue kwa sababu kama unaweza kubeba mtoto miezi 9 mpaka ukamzaa mpaka sasa hivi unaitwa young mother, inamaanisha kwamba bado kuna hiyo nguvu na ile courage ya kusimama, ya kuwear out your voice, ya kuwa mtu yoyote yule ambaye unataka. So don't be comfortable mahali huko. Toka saizi, connect with the right people, learn new skills, empower yourself. Go out there, chase your dreams. Labda pengine ungetutambulisha jina lako. Naitwa Mapenzi kama Chantel. Okay madam. Labda pengine kwa faida yule mtu ambaye leo hii anasikia Shofco, unaweza kumwambiaje? Kwa mwenye anasikia Shofco, nitamwambia Shofco kwanza ni governmental organization, ina empower youth, ina empower hata wale wa mama, not only youth. Kuna so many departments kwa Shofco, depending maybe on your need. So you need to know Shofco, you need to be close to Shofco ndio uweze kusaidika na usaidizi huko Shofco, especially kwa skills, especially kwa business entrepreneurs, especially kwa wenye wako ready kujiendeleza kimaisha. Shofco ndo suluhisho. Okay, labda jina lako? Kwa majina naitwa Joyce, ama nurse, ama community worker. Okay, thank you. My name is Ismail Ahmed Mohamed, working in Shofco as a youth rep running what. I'd like to talk about GBV issues. As per now, we are having so many cases exactly in Narani, kwa kesi za GBV. Cases ni mingi, wasichana kudhulumiwa, issues of negligence. Kuna kesi mingi za watoto ambao wameolewa na wamefichwa. So tunapata child marriage imekuwa ni mingi sana. We also talk about rape ambazo ziko rampant sasa hivi zinaongezeka, wanawake kubakwa na pia issues of femicide. Kwa wasichana wengi wanabakwa na kuuliwa, imekuwa sasa hivi inaongezeka sana kila uchao. Ningependa kuomba kwa serikali kuingilia kati, GBVRC, ministries, relevant ministries waweze kuhakikisha kuwa hao watu ambao wanapatana visa kama hivi waweze kuchukuliwa hatua. As much as we are being guided by the Sexual Offence Act, Children's Act and all relevant policies, kuhakikisha kuwa na madhuluma kama hizi tunamaliza. But the most important thing is, as a county at large, we need to come up with very good policies and make sure that we implement those policies, kwa sababu tuko sure hizo policies kutusaidia kuhakikisha kuwa visa kama hivi vinaisha. We also like to congratulate our gender desk officers and also request national government to add us more gender desk officers, kwa sababu tunajua the more askari wanakuja karibu na wananchi itakuwa rahisi pia kumaliza hivi visa. Lakini cha mwisho kabisa, tunatuma onyo kwa wale wote ambao wamezoea kudhulumu ndugu zetu wa kike kwa ua na kuhakikisha kuwa mafanyia vitendo vile madhuluma, basi wajue chao kiko motoni. Asante. Okay, labda pengine neno moja kwa watazamaji ambao kwa sahihi wanakutazama, labda tungesema uambie kwa wasubscribe kwa Watamu Online TV. Watamu Online, naomba msubscribe hapo, because najua Watamu Online is everything. Inasaidia jamii na tuhakikishe kuwa jamii wanapata information, and not only information but the right and appropriate information. Thank you.